Kama kawa bwana, tunakuja na picha yetu ile ile ya mama na mtoto wa ajabu. Unaona bwana, baada yule mama kujifungua kwenye hospitali akatokea maajabu na mtoto akaanza kuleta tafulani. Hapa tunaona bana inaendelea kimbembe, yani mambo mazito bado yanaendelea. Unaona hadi mtoto mwenyewe yuko hapo, yani aelewi, yani kama kachanganyikiwa fulani hivi. Sasa tunamuona Jackie yuko pale anaangalia bisibisi kwa picha ile iliyoisha ile ya mwanzo. Wakati anaangalia bisibisi akakuta kuna mzoga pale, alafu umetolewa utumbo akawa aelewi. Hapa sasa tunamuona Mili. Unaona huyo Milka yuko na mtoto wake pale, wapo wanacheza, mara anamgusa mtoto kama kawaida, unaambiwa kamchana kwenye kidole, alafu kaanza kutoa damu. Sasa Jackie yuko huku alikuwa anatafuta taulo aende kuoga, anasikia kuna harufu ya ajabu. Sasa hii harufu inatoka wapi? Kwenye kabati kuna harufu gani anasikia kama kuna uvundo hivi. Anaanza kukagua nguo moja baada ya nyingine, mara anachungulia kwenye kabati au ni chochote. Okay, sasa tunaona Tom yuko huku anacheza mpira wa handball. Unaona mchezo wa handball. Hasa anakuja Anabella, girlfriend wake anampa taarifa, bwana mimi nakusubiri hapo, kimaliza mpira tu unipeleke kwa dada yangu, kwa sababu dada yangu apokee simu, sijui kuna shida gani. Sasa hapa kuna huyu bwana mdogo Beni, huyu mlemavu anakuja. Bwana mdogo rafiki yake anamwambia, vipi mbona umekaa hapa peke yako, na matatizo gani? Akasema mimi sina tatizo. Akasema wewe Beni nyanyuka bwana twenzetu. Akasema wewe nini? Akamwambia hivi wewe ndo Beni Davis? Akasema akasema hivi ndo taarifa niliyoisikia kule hospitali inakuhusu nyinyi? Akasema sasa tuhusiki bwana, mimi sina taarifa hiyo bwana. Dogo baada ya kuona hivyo akaamua aepushe shari, akaondoka zake. Sasa tunauona huo mjengo. Beni anauangalia huo mjengo kwa hasira sana, kwa sababu Beni kashaanza kustuka, ni mtoto mdogo, ni malaika huyo. Akawa anacheza pale game, yuko nyumbani katulia, ameshatoka shule. Mara anaona game limepause ghafla, haelewi nani kaipause. Mara bwana zile padi akazipokonya paka, akaanza kucheza nazo. Sasa anamwambia wewe acha wewe, muacha, alafu ni mlemavu sasa hawezi kukimbizana na paka. Wakati paka anachezea padi, mara chaku akanyakuliwa. Paka ghafla kapotea. Huyu paka kaenda wapi? Sasa akaanza kushangaa Beni, kuna kitu gani? Na Beni kumbuka kashastuka kuhusu yule mtoto. Anachungulia uvunguni, haoni chochote. Sasa yule bi mkubwa yuko kama kawaida, anaendelea kutengeneza midawa yake misiri. Huyo mtoto anampa madawa, alafu inaonekana yule bi mkubwa anajua, alafu angalia madawa jinsi alivyojaa damu. Unaona, yani hizo dawa alizoweka na ndani yake kuna damu, kitu cha ajabu iko. Sasa Beni akaamua aende chumbani kwa yule mtoto hakikisha, kwa sababu yeye mashale anamcheza kuhusu huyo mtoto. Akafungua taratibu mlango, akaenda kuangalia, je, yule dogo yupo? Kuangalia dogo, mara mama yake anaingia. Wewe Beni unatafuta nini? Beni akazuga, akageuza kiti chake, akasema mimi nilikuwa tu nakuja kuangalia mtoto, akaondoka zake. Sasa polisi kesi yao haijaisha. Kilichotokea hospitali ni kikubwa sana. Kwa hiyo wanakuja nyumbani sasa kumuona huyu bi mkubwa Mili. Unaona wamemkuta pale. Huyu askari anaitwa Michael, akamwambia Mili, bwana tuna shida na wewe, tunakuhitaji uje kituoni kwa maelezo zaidi. Akasema jamani mimi sina mtoto na. Akasema hapana, sio muda mwingi, ni muda mchache tu, tafadhali tunaomba uje utoe ushirikiano. Akasema haya basi nitakuja. Yes, tunamuona yupo kituoni, kashafika pale reception, anaandika pale, mara anaondoka zake kuingia pale kuonana sasa na mkuu wa upelelezi. Anaingia ofisini pale, anaanza kuzungumza na mkuu wa upelelezi. Mkuu wa upelelezi anamuuliza, vipi, nieleza nini kilichoendelea? Akasema mimi nilikuwa sina taarifa, nilikuwa nimepigwa ganzi, kwa hiyo sikujua kinachoendelea. Huyo akasema baada ya ganzi kuisha, ina maana ukusikia chochote kile au hujaona chochote? Akasema kweli, baada ya dakika 5 kuisha, mimi nilikuta watu wote mle wamejaa damu na wengi wamefariki, kwa hiyo sikujua kinachoendelea. Huyo akasema kweli una uhakika? Akasema ndio na uhakika. Mara ya mwisho ulisikia sauti gani wakati unafanywa upasuaji? Sasa huyu binti alivyoulizwa hivyo akafikiria, akasema kabla hajajibu, sasa yale mawazo ya kilichotokea kule yakamtokea, akakumbuka jinsi ilivyokuwa pale na watu walivyokufa, alafu na mtoto jinsi alivyoonekana. Kumbe huyu mwanamke mama mtu anamjua huyu mtoto ni Zimwi bwana. Mara akatoka sema, jamani mimi mambo mengine siyakumbuki tafadhali alafu sasa hivi sina muda na mtoto nimemwacha nyumbani, kwa hiyo inabidi niondoke nikamwangalia mtoto, tafadhali inatosha. Huyo akasema hoya hatujamaliza bwana. Akasema bwana kazi njema huyo. Sasa mtoto Beni anaendelea kuchunguza, unaona kinachoendelea kwenye kompyuta, ashajua kuhusu huyo mtoto. Huyu bibi na yeye anaenda kumpelekea mtoto madawa yake na maziwa, anakuta mtoto hayupo, kitanda kitupu. Alafu udoga anaendelea kuchunguza kwenye kompyuta. Hii issue sio ya kawaida. Sasa bwana, akati mama yake anaenda kumwangalia mtoto, anakuta mtoto ana mzoga wa paka. Unaona paka kashamtafuna tafuna, yani kweupe.
shida hiyo. Haya, gari naingia, baba mtu ndo anaingia Jaki, analeta mizigo. Anaingia ndani hapo sasa, anafungua kwenye friji, anakuta kuna midawa kibao, yani mikopo kibao. Mtoto hata kama angekuwa anakula vipi, hata kama angekuwa maziwa huwezi kula hivi bwana. Anabera, anampigia simu dada yake Mili. Bwana Mili, mbona kupigia simu alafu ushiki? Inaita upokee, ujumbe wangu ujibu. Nina shida ya matili ya chuo, naomba ukipata hizo taarifa nitumie, au la iwezekani mimi nitakuja nichukue mwenyewe. Sasa Mili akamwambia basi kama vipi utakuja uchukue mwenyewe. Okay, tunaona hapo dirishani, dirisha liko wazi tayari. Alafu kuna sungura kafanyiwa amna maajabu. Mili wakati amepumzika nasikia sauti ya ajabu. Ananyanyuka, anaenda kuangalia nini kilichojiri. Anaenda kumwangalia pale mtoto, kumwangalia mtoto kashajaa midamu kibao, alafu ananuka harufu chafu kama fisi mzoga. Yani kusema kweli Mili kashachanganyika, akakuta ule mzoga wa sungura, akaubeba akaupeka kwenye dampo, kwenye pipa la taka, akautupa mle. Sasa ni vituko. Na Mili kashaanza kujua matatizo ya mwanae. Ashajua changamoto zake, kwa hiyo anaficha na waficha wengine. Sasa Mili akawa pale na Jaki amekuja, wakaja pale wakaanza kukumbatiana, wanaonyeshana maravidavi nini, lakini Mili anakuwa kama anaigiza, anajua kinachoendelea. Jaki akawa anasema hayo mtoto ni mzuri alafu anaonekana baadaye atakuwa bonge la famous. Akasema acha bwana. Akasema kweli anaonekana, maana nyota njema huonekana mapema bwana, huyu mtoto atakuwa famous. Sasa wakati anamwambia maneno hayo inamuuma sana Mili, kwa sababu anajua mtoto ni mtoto wa aina gani. Alafu mtoto ana kilio vibaya mna, anakuwa analia kishenzi, na akishaanza kulia unajua anataka kufanya tukio. Sasa bwana Michael, mtu asiyechoka, askari mpelelezi huyo, akarudi tena. Anarudi kuja kuchukua maelezo, kwa sababu kule Mili hakutoa ushirikiano mzuri. Ndakaja na begi lake kuja kupewa maelezo. Unaona, kafika pale ndani kagonga. Anaenda kumfungulia Mili, anakuta ni askari. Akasema jamani, yani wewe uchoki tu, yani sikuona kuja tu. Nini tena unataka? Akasema jamani, tafadhali na kuomba kuwa mtulivu, nataka ushirikiano na wewe. Unaona bwana, nataka nichukue maelezo. Akasema haya, karibu, nakupa dakika 5 tu. Alafu anataka akague na humo ndani. Akasema jamani, tupe ushirikiano tukusaidie, wewe binti una matatizo. Akasema mimi sihitaji msaada wowote, sitaki kushirikiana na mtu kwa sababu mimi sina matatizo jamani. Akasema kwanza dakika 5 zimeisha, hebu muondoka. Ikabidi sasa huyu Michael bwana afande aondoke. Sasa atafanyaje? Na kashafukuzwa na huyu hataki kutoa ushirikiano. Akaingia kwenye gari lake fresh. Sasa cha ajabu akakuta mlango wa nyuma uko wazi. Ikabidi atoke au funge mlango vizuri, lakini mlango umefunguliwa na nani wakati gari ilikuwa imefungwa? Anaangalia ndani, anakuta kuna mzoga. Kugeuka mara anakabwa mle kwenye gari, anashambuliwa tayari. Bwana anapoteza maisha. Afande msara mwingine tena, afande kafa. Kesi inazidi kuwa kesi kubwa. Sasa akaja Mili anakuja kuchungulia kwenye gari. Nini kimetokea? Gari yote imetapakaa damu. Anaangalia afande tayari kashafariki. Alafu mtoto wake sasa yupo kwenye gari. Mfikiria, mtoto ametoka kule ndani yuko kwenye gari. Mili akashangaa, yani akaana anachanganyikiwa, analia. Sasa hii nini sasa, mbona mtoto analetea matatizo mimi, mbona anaingia kwenye tabu hizi? Ikabisa awe jasiri, kwa sababu ndo mama mtu. Akafungua mlango wa gari, ikabidi amtoe mtoto ampeleke ndani kule kwenda kumsafisha, baki mtoto amejaa midamu, ananuka mizoga. Yeye akifanya tukio tu anakuwa anatoa harufu mbaya, alafu amejaa midamu. Unaona, Mili akarudi, akaja na maji, akaanza kusafisha ile gari ili apoteze ushahidi. Unaona alivyo? Baada ya atoe ripoti, anazidi kuficha maradhi, na hii inazidi kuwa kesi kubwa. Ujinga wa Mili huu. Sasa gari inarudi, ina maana Jaki mme wake ndo anarudi nyumbani. Unaona bwana, yuko wangu huku Mili kisha waka. Mtoto kashaharibu. Sasa Jaki anaingia ndani, mdogo anakumbatiana pale. My darling, jamani za huko, pole sana na kazi, umechoka Akasema bwana, nimeshakuandalia hapa nini fresh. Unaona, sasa tayari Jaki akakaa mezani pale, ndo anaanza kudiscuss ili na hiyo anapiga story, lakini Mili anacheka kinafiki. Yani hata ukiwa unamwangalia unaona kama sura yake ina jambo fulani limejificha, japo kuwa wanazungumza. Unaona, sasa pale wakaandaliana kinywaji, na hiyo ilikuwa ni birthday ya Jaki, alimfanyia kama surprise fulani. Sasa yule afande wanafanya mawasiliano kwamba afande wao tangu jana hajaonekana na mawasiliano yake hayapatikani, kaenda wapi? Inabidi aanze kutafuta, kwambia oye, wajulisheni makao makuu tuanze msako, afande kapotea. Sasa huku Jaki yuko na mke wake pale, wana discuss wenyewe, wanacheka wanafurahi. Jaki akatoka hapo akasikia kuna kitu fulani hivi kama
kinalia, ikabidi aende kumwangalia mwanae, kwani kuna kitu gani? Sasa kaonekana akaa pale, akamkuta mtoto wake ametulia, akasema inaonekana mtoto ni mzuri sana yani. Wewe akasema kwa nini? Mbona nasema mtoto mzuri sana kila mara? Akasema ndio hivyo, inaonekana tu bwana, unajua. Basi Jaki akambeba mdogo wake yule mlemavu, akamweka kwenye gari, akampeleka zake town shule. Unaona, huyu Mili akabaki peke yake pale ndani, lakini ana mawazo, anawaza na kuwazua kuhusu iki kiumbe jinsi kinavyomsumbua huyu mtoto. Dada yake sasa Anabela ndana ingia